Wewe sogea pembeni kwamba hujatuona. Wewe mkaka vipi? Ndakukata kiganja vipisi au? Tumekuja kuchukua mazaga yetu. Nadhani unaelewa utaratibu. Jamani ondokeni. Waache. Kanasemaje? Kaache kwanza aka. Kametusahau. Chukueni nyewe mnachukua funendeni. Sawa. Vijana, chukueni mizigo tuondoke. Ni wao ni wa kitaa, yani hao ndio tabia yao. Wakija gengeni kwao kwa useme wenye unafanya kazi unachukua mazaga, wanaondoka. Jamani wewe tutakukata. Afu mbona kama wanabishana hawa? Wameshachukua mazaga, wanaondoka. Ubabe tu. Mama na mtoto wanabaki tu wanahuzunika. Upande wa pili huku, wewe kenge, hebu njoo hapa. Huyu mtoto tajiri ana kelele, anazalau vibaya mno. Na wafanyakazi hawavumilieki kukaa hapa. Atakaa mwezi mmoja ameshakimbia. Kwa huyo hapa, sijui kama hata atakaa wiki kwa sababu ndo siku ya pili. Basi tunarudi tena upande wa pili huku. Mwanamama anahuzunika tu. Haki yake imeweza kudhulumiwa. Ni mjasiriamali mdogo mdogo, maisha yenyewe ndo vile mateta. Akamwambia mwanae, mwanangu, usijaribu kuwapigia kelele tena wale. Unajua ni watu wabaya. Basi baadaye mahesabu yanafungwa hapa. Alhamdulillah, Mungu anasaidia. Japokuwa changamoto ni nyingi sana. Wauni wanazingua sana. Lakini yote kwa yote, Mungu ni mwema. Upande wa pili huku, mfanyikazi bado anapigiwa kelele tu. Wewe nimekwambia unipikie nini? Na hiki ulichoniletea ni nini? Mbona kama unazalau? Shika matakataka hayo. Lakini mbona ndicho umeniambia hicho? Kwani nimekosea nini? Kama ulichoniagiza si ndio nimekupikia hiki? Haya, katakata mayai. Basi akaanza kukatakata. Unakata hivyo? Nitakuzaba vibao wewe. Hivi unataka nikwambieje wewe? Hapo umeweza kupigwa. Hujaipigwa ulikotoka huko. Nitakuzaba vibao. Umzabe nani? Unasemaje? Mfanyakazi mwenyewe kumbe ametoka Uswahilini huko kwa Uhuni, anasemaje? Nitakukanyaga babako akute umevimba hapa. Yaani sitaki mazoea. Kama kazi yenyewe bora niache tu. Yaani sijamaliza hata wiki umeshaanza hivi. Mnaondoka. Nenda. Sawa, kazi yenyewe ya kijinga jinga tu. Kwamba ipo serious? Sawa, kiache kiende. Nenda tena, fanya haraka, ondoka. Yaani beba kila kitu, kusanya, usiache hata pini hapa. Ondoka zako kwenda huko. Nenda kijijini. Wakufundisha heshima. Basi mida ni kwamba mwanamama na mwanae wapo nyumbani huku. Mama anamwambia mwanae kwamba mwanangu, kwamba wewe una muda kupumzika kweli? Leo weekend alafu. Sawa weekend, lakini nitakiwa nijisomee. Hataki nipoteze muda hata kidogo. Ila kweli mwanangu wewe unanishangaza sana. Yaani kila ukifanya kazi kutoka kwenye kazi umeingia kwenye madaftari. Lakini sawa, ila kuhusu Uhuni usirudie tena ile tabia ile, kwa sababu siku nyingine utakuja kufanya vitu vibaya, utakuja kuchomea hata na kisu. Unajua Uhuni. Sawa kweli mama, nimeelewa. Basi ni kwamba hii familia ni yenye furaha sana. Mtoto wa kike anaitwa Face. Baba yuko wapi? Alishafariki kitambo. Kwa wanaishi yeye na mama yake, wanaishi kwa amani. Ingawa ndo vile maisha magumu sana. Basi ni siku nyingine hii hapa. Wewe simama, Faith amweze kutana na Uhuni. Wewe hebu sikia kwanza. Alafu unakumbuka ile kauli ambayo ulikuwa unatoa pale? Nyinyi ni wakorofi mbona? Wewe nani mkorofi? Si ndio wenye mji hapa. Alafu unadharau sio? Lazima utupatie, tupo wawili. Tunapiga kimoja moja tu. Usiwe mbishi. Sikia, alimpiga pale sehemu za matungunyo. Mfukuzie, mkamate. Basi mwenzake kaunga. Huyu binti nikimkamata huyu yani hakuna shida. Binti mida fulani hapa ndo anaingia maskani. Anaingia nyumbani kwa kuchelewa kweli. Alikuwa ametumwa na mama yake. Mama samani, nilikutana na Uhuni. Okay, ingia ndani kuna chakula. Basi binti akaingia ndani pale. Uhuni kweli sio watu wazuri hata kidogo. Yaani hata kidogo. Basi siku nyingine hapa. Hii ni siku mbaya sana. Mwanamama amegongwa na gari. Mama jamani, mwenye amemgonga alichanganyikiwa naye. Basi kwanza tukupeleke hospitalini. Mwanamama ni alizidiwa ni vibaya mno. Hospitalini huko daktari anasemaje? Ni kwamba hajazulika sana. Ila anahitajika aweze kupata au anapata dawa. Kwa usio na wasiwasi, ondoa mashaka. Mwanamama aliweza kuja mida fulani hapa. Daktari aliongea kwa muda mrefu sana na mwamba hapa. Mwamba ambaye amemgonga mwanamama. Kwa mzee baba akasema unaendeleaje? Niko vizuri hivyo. Pole sana samani. Naomba nisamee. Inatakiwa uweze kukaa hospitalini hapa. Daktari akamwambia mwanamama kwamba inatakiwa uweze kukaa wiki moja hapa. Kwa maana kuna dawa anatakiwa awe anazitumia. Ukimtazama unaweza kusema yupo sawa tu. Hiyo inaitwa ndani kwa ndani. Kwa anatakiwa aweze kumaliza dozi hapa, lakini ilikuwa ni ngumu kwa mwanamama. Aliona ni changamoto, ataka jikaze hivyo, lakini mshua akasema kwa nikupeleke nyumbani. Itakiwa analala hospitalini.
Lakini yeye akaona niende na harakati zangu hivyo kibishi. Kwa hiyo Mdingi amemleta hapa kwa sababu hata mazingira ya hospitalini yakuyapenda mwanamama. Unajua wengine hawapendelei uchangama, wanapita pale wagonjwa mara nini. Kwa mwaleta hapa. Hapa ndo nyumbani kwangu. Pazuri jamani. Karibuni, utakuwepo hapa mpaka pale ambapo utakuwa salama. Huyu ni mwanangu. Habari yako? Kumbe huyu mdada, huyu mtoto wa kike ni mtoto wa Dingi, mtoto wa mzee baba. Wageni hao. Lakini alikuwa busy kama waoni. Yaani dharau kama yote huyu mdada nayo. Basi walito, njoni nionyeshe chumba chenu. Walipeleka kwa chumba, hiki ndio chumba ambacho mtakuwa mkipumzika hiki. Jisikieni mpo nyumbani. Jamani asante. Chumba kizuri jamani. Walipapenda kiukweli. Mtoto wa kike alichukia sana. Huyu binti anaitwa Oma. Yaani baba ameleta watu gani ajabu hapa? Aliondoka kwa hasira. Siku iliyofuata babake Oma amekuja na mtoto wa kike hapa kuja kuchukua nguo ili siku ngapi ambazo watakaa hizo mambo yawe safi safi. Wasihangaike kubadilisha mara nguo ziwe changamoto. Aliona hicho kitu itakuwa ni hatari, itakuwa ni mambo kama uozo hivi. Kwa amekuja kumsindikiza hapa achukue nguo fresh. Lakini huoni wakasema wewe umesahau. Hivi umesahau kwamba ulinibutua makaga leo? Waoni wana hasira hawa. Leo hauchomoki, leo lazima na wewe kwanza nikufanyizie. Wewe tulieni kwanza, sikilizeni mnafanya nini? Acheni. Wewe nani? Wewe kama nani kwanza unataka kuanza kuzuia vitu venye unazuia mpango wa watu. Mimi mjomba wake yeye unataka nini? Mimi nakapasua haka. Kapasue. Yaani kapasue, lakini subiri kwanza mimi nawapatia pesa. Yaani usiingilie mchongo wetu kabisa. Haikuhusu hii game. Ondoka zako Dingi, Wapita hivi. Haikuhusu, acha na mambo ya pesa sijui nini. Sisi tunadili naye tutatu mzagamue huyu. Sikilizeni kwanza. Akatoa kibunda pale. Hakuna na mabosi. Wewe ni bosi. Poa, nendeni. Basi Face akapona pale. Waliondoka zao. Jamaa tukimbie. Baadaye Oma anamueleza babake hapa. Baba, unajua mimi nikajua ni utani yani. Mpaka naanza kuona masuala ya nguo tena. Kwa maana hiyo watu wanakaa muda mrefu hapa. Mbona kama sielewi watu umetoa wapi kwanza? Mwanangu, kwamba hujaelewa, si nilikueleza. Si nilikueleza kuhusiana kwamba swala la ajali ni kila kitu nimekuambia. Nini shida? Uelewe nini? Akipona ataondoka na mwanae, wataondoka. Hakuna shida mwanangu. Lakini kwa nini unakuwa na chuki hivyo? Baba, mimi hapana. Hapana nini sasa? Wewe mtoto, kwa nini unakuwa na roho kama hiyo? Roho gani hiyo? Wewe unapenda kuishi ni kama mchawi. Kwa nini? Oma alichukia. Hapana baba, waondoke tu. Waondoke. Baba anashindwa kumuelewa mwanae. Ana tabia ya ajabu. Basi mama na mwana wanazungumza siku iliyofuata hapa. Mama anataka anza kufanya kazi za humu ndani. Hajazoea kukaa tu yani kutulia. Lakini mama ni mgonjwa. Hizi kazi mimi nitazifanya. Kwani maliza kusoma tu hapa, afu nitapiga deki na naosha vyombo kila kitu, nitafanya kila kitu. Wewe tulia tu. Sawa. Sijali mama. Oma anaongea na rafiki yake. Rafiki yangu wewe niacha tu. Baba ameleta mipumbavu fulani hapa nyumbani. Inanikela. Yaani inaniuzi. Sijui akina nani. Imetoka sijui wapi. Yaani inashindwa kuelewa rafiki yangu. Sio kwamba Oma anaga rafiki, ana rafiki. Wa huko shuleni. Tambua kwamba ni likizo. Yaani acha tu rafiki yangu. Basi baadaye tunamuona Face anaongea na babake Oma hapa. Babake Oma alikuwa na mpango wa kuleta mfanyakazi hapa. Face akasema hapana, kwa huo wakati ambao tupo, acha tufanye kazi. Lakini mzee alikataa, hapana. Nataka nilete mfanyakazi hapa. Hamwezi kufanya kazi. Hapana, mimi nitafanya kazi mpaka labda pale ambapo tutaondoka. Mimi kazi zote nitafanya hapa ndani, usijali. Okay, basi poa. Wakati mwingine hapa, mama anasemaje? Mwanangu, yaani kiukweli, sasa hapa ni pazuri, maisha mazuri, lakini unajua kukaa sehemu yenye hapana amani, yani unajua mtoto wake mwenyewe anatuchukia huyo. Kwa sema tu ndio hivyo, nipone tu haraka tuondoke tu. Mwanangu acha tu, mama usijali. Basi kazi ikaanza. Face anaingia kwa nani? Kwa Oma. Oma alitabasamu tu. Habari yako saizi? Nimekuja kufanya usafi. Unamwambia nani kwanza? Nimekuomba. Okay, asikia. Ipo hivi, usiangushe chawa wako hapa. Ni usiangushe. Sitaki kuona hata aina ya chawa humu. Maana najua lazima unachawa. Wewe unachawa. Lazima unachawa. Sasa sitaki kuona hata chawa chini hapa. Usiniangushie chawa. Chumba changu nakipenda. Safisha, fanya usafi. Hakisha na wewe mwenyewe kwanza kabla hujaje kufanya usafi hapa, ujisafishe wewe. Sio unakuja tu kufanya usafi hapa. Face alicheka tu. Kana maneno fulani hivi ya dharau. Dharau kama yote. Nyumba ni yetu hapa. Mjengoni petu. Fanya usafi. Afu ukishamaliza ukaoge. Dharau hazikomi, siku baada ya siku. Akiwa anasafisha siku leo jikoni huku, kamekuja kaoma. Jiko linanuka harufu yako tu. Wewe mdada uogi jamani. Jamani. Basi
Siku nyingine hapa ametulia zake na cheki TV. Oma amekuja na rafiki yake. Please play, kuna nuka huko ndani jamani. Unanuka, unashtuka nini? Unanuka ndio maana tuna please play. Jamani kaoge. Yaani unanuka vibaya mno. Shosti mpaka wakome. Kweli. Baadaye rafiki yake ameondoka shosti, yeye kazi inaendelea, anaendelea kumpiga spray. Unanuka. Lakini mbona unaplize kwa chakula? Unasema kwa chakula, kwani hapa ni penu? Chakula ni chako. Babako ndo amelima hiki chakula. Ametoa hela ya chakula hicho. Kwanza mamako mwenyewe ujue ni kaaba yule. Yaani anataka sijui babangu, sijui anataka alani na babangu alipiga kofi pale. Unasemaje? Unamsemaje mamangu? Umenipiga mimi. Vurugu ikaanza pale. Si ndo baba anafika hapa. Kulikoni? Oma kulikoni? Face kulikoni? Mamake Face naye huyo hapa. Amesema eti mamangu kaaba. Nimesema. Umesema kwa hivyo? Kwa nini? Nimesema. Sasa wewe baba unataka kusema kwamba wanafanya nini hapa? Kwa nini unawatetea? Au kuna mmoja kati yao labda mimi nashindwa kuelewa. Niambie ukweli kile ambacho unanificha. Ni wakina nani? Kwa maana unawapenda sana kuliko mimi. Niambie. Ni wakina nani hawa? Au ndo mbadala wa mamangu? Au utakuwa unalala nao? Unalala nao? Alipigwa kofi pale. Kauli gani ambazo unaongea hizo? Umechanganyikiwa, si ndio? Hebu ombe msamaha kwanza. Akaondoka. Baadaye hata kikao chenyewe alikisalau. Alikuwa amekalishwa hapa na babake ili aombe msamaha, lakini asema tu samanini kisha akapita hivi. Ndio kitu kibaki kinawashangaza hiki. Basi ni usiku wa siku nyingine hii hapa. Oma kama kawaida yake hasira kama zote, ashajiwenga. Umeme umekatika. Haijulikani ni luko au ni vipi. Na mvua ilikuwa inanyesha. Face mwenyewe aliweza kuamka kwa sababu ya mvua radi zinazopiga. Ikabidi anyinyuke pale akanywa hata maji. Huku Oma anashindwa kulala yani. Ajitahidi anashindwa. Ikabidi naye ashuke taratibu. Akatazame je ni luku. Si walikutana hapa. Sijui tena kwenye giza unakuta tu mmeshakutana papa. Ni kilio kama chote. Oma analia, anaogopa vibaya mno. Hajulikani kwa nini. Face alijitahidi kumbembeleza pale kulikoni jamani, analia tu bado. Kamlaza hapa. Anashangaa, vipi wana nini? Siku nyingine hapa, jamani umemkaje? Amekuja kumjulia hali lakini aliweza kutukanwa pale. Nimekuja kuku nini? Yaani kama unanijua sana, sio? Mbona kama unanifahamu sana? Alafu nikwambie tu kwamba mimi na wewe sio ndugu. Unijui, sikujui. Mlango ulifungwa. Siku nyingine hapa anamwaga maziwa. Maksudi yani. Baba aliweza kuona kitu. Unafanya nini hapo? Ni kwamba mzee baba amesharudi. Umekuta tukio la ajabu limefanyika hapo. Mwenzake alikuwa anapiga deki, yeye amemwacha afue. Akamwambiaje? Inatakiwa wewe ndio usafishe. Oma aliona kama babake anamchawia tu. Basi ilibidi ajikaze tu hivyo. Lakini aitupa pale mfagio. Akaondoka zake. Oma aliteleza, baba nini? Mimi sitaki. Msamee tu bure, msamee. Oma mpaka chumbani kwake amekuja kwa yani hasira kama zote. Baba vipi huyu? Vipi baba? Babake hapendi mambo ambayo mwanae anafanya. Mtukutu tu. Basi mama ana mwana hapa. Mama usijali. Unajua hivi kwamba unapenda hii hali inayoendelea hapa. Unapenda. Lakini ndio hivyo. Mama anasema nitakiwa tuondoke, lakini mtoto wa kike hapo ameshaahidiwa kusomeshwa. Sasa tukiondoka hapa, uone kwamba nimeambia kwamba nitasomeshwa, anataka nisomeshe mzee. Kwa vipi imekaaje hapo? Ikawa ni changamoto kweli. Basi wakati mwingine walikuwa wanatazama TV, amekuja Oma anabadilisha channel. Sio poa. Daktari alikuja siku iliyofuata. Daktari baada ya kumcheki agundua kwamba kwa sasa yuko fresh. Anaweza kuendelea na wakati zingine kama ni kazi, kama kaudi hata kwake, fresh tu. Kwa sababu hapa alikuwa anauguzwa, mambo yameshakaa fresh, uamuzi ni wake. Daktari huyo akasepa. Face ameweza kufuatwa na Oma. Wewe mbona unaimba manyimbo ya ajabu unapiga kelele? Nipenu hapa. Nipenu. Eti kuimba tu. Kwa nini? Shida nini? Yaani nitakipiga hiki. Oma aliondoka kwa hasira tu. Inabidi muondoke tu hapa. Nyumba sio yenu hii. Msijitawale. Yeye akaendelea na nyimbo zake pale. Basi mida fulani hapa mwanamama ikabidi aongee na Mdingila hapa kwamba hivi ushakaa na mtoto wako ukazungumza labda au imekaaje ni kuhusu mke wako kwanza. Samani lakini bila samani. Basi mzee baba akaeleza pale kwamba ni kwamba mimi wife alifariki na kilichosababisha kifo chake ni ajali. Usiku mmoja hivi tulivyokuwa safarini, mimi mke wangu na mwanangu, litokea lori from nowhere, yani kusikujulikana, nikashangaa tu limetupamia, ndio nikapoteza mke wangu. Kwa hiyo kitu ndio kimchanganya sana mtoto. Na vipi kuhusu wewe?
ni kwamba mume wangu alifariki kipindi na ujauzito wa Face. Yaani ni kwamba hata nilipojifungua, yaani niseme tu ni kwamba mwanangu hamjui baba yake mpaka leo hii. Ashafariki. Pole sana. Ni kwamba mamake Face alikuwa anahitaji tu kumshauri mzee baba hapa. Kwa maana yeye Face hamjui baba yake wala hajai kumuona. Sembuse Oma ambaye anamjua mamake. Yaani mamake amekufa wakati anajitambua. Kwa ushauri ulikuwa ni kwamba awe anatenga hata muda wa kufresh mind na mtoto wake, wa kuenjoy na mtoto wake. Mbona ni maskini, lakini Face mwenyewe anaenjoy. Sembuse utajiri kabisa huu. Basi wakati mwingine hapa wamekaa hapa wana mazungumzo. Mamake Face alisemaje? Mimi nimeshakaa poa kwa sasa, niko vizuri. Kwa tunataka tuondoke, asante sana kwa kuweza kutujali. Tunashukuru sana, lakini Face hakupenda hicho kitu. Mzee baba mwenyewe alisemaje? Mbona mwenyewe ndo nahitaji niweze kusafiri. Na wiki moja nataka nisafiri. Tafadhali msiondoke kwanza. Kwa hiyo ibidi wabaki. Mzee baba ameshasafiri. Usiku mwingine hapa, Face anasikia sauti ya kilio. Na analia. Basi ikabidi achape ngazi taratibu, amekuja mpaka chumbani huku. Anamkuta Oma analia. Oma kulikoni? Oma yupo ndotoni hapo. Ni kwamba kile kitendo ambacho kilitokea, ile ajali ambayo alimpoteza mamake ile siku, inamjia mpaka ndotoni. Analia. Hata alivyoamka ni kulia tu hapo. Oma kulikoni jamani, kulikoni tena? Nyamaza. Usingizi ulikosekana. Yaani kwa mara ya kwanza tunaona wanapata chocolate pamoja na story kama zote. Basi ni kwamba Face alikuwa akimpigisha story. Usijali hata kama kuna jambo ulikuta, yani kila kitu ni kusahau. Alafu unajua nini? Mimi yani babangu kwanza sijaimuona. Ashakufaga muda mrefu. Vipi wewe kwanza kuhusu mamako? Face alikuwa hajui kuhusiana nani? Kuhusiana na mamake Oma. Oma akaanza kushikwa na huzuni pale. Unajua ikabidi aanze kueleza tu pale kwamba mamake alifariki. Ajali ndio iliweza kuenda chanzo cha kifo cha mamake. Na ilikuwa ni usiku fulani hivi. Ndio maana hata giza hapata nalo. Kuna vitu fulani kiko kwenye giza ili vinamjia. Na hata hivyo ndio kikampelekea wewe mtu fulani ambaye ni asila tu. Basi siku iliyofuata rafiki yake amekuja. Rafiki yake Oma anapiga kelele Face. Si Oma akaja hapa. Wewe unampiga kelele, unajua nani huyu? Mbona rafiki yangu mbadilika? Nani ambadilika? Nini tena? Shika mkoba wako, ondoka. Ni kama masiala, lakini ndio hivyo. Kwa sasa amekuwa mtu mwingine. Oma wa zamani sio huyu wa sasa. Ametambua kwamba kuna mambo fulani nitakiwa aweze kuyasahau. Kuna mambo nitakiwa ayaache kabisa. Amekutana mtu mwema huyu, anampigisha story kweli, wanafly. Yaani sio poa. Mwanamama alikuwa ameshaanza na kazi, amerudi hapa mama wao. Sasa Oma ikabidi aweze kumuomba msamaha mwanamama hapa, mamake Face. Samahani, naomba unisamehe sana. Unajua usijali. Mwanamama mwenyewe alishangaa mamake Face. Usijali, nyinyi wote ni wanangu. Mama ameniamini, huyu mtoto ndo ananipokea na kweli. Basi siku nyingine hapa. Usijali, Oma. Ukitaka uwe na furaha katika moyo wako, sahau kila kitu ambacho kimekutokea, kile ambacho kimekuumiza. Sahau. Basi naye Dingila ndo anawasili hapa siku ya leo. Uweze amini, furaha kama yote. Kwa mara ya kwanza Oma anamkumbatia baba yake. Baba nikumbuka jamani. Baba anashangaa, kweli ni Oma wangu huyu? Baba naomba unisamehe, najua nimekosea sana, nilikuwa nikikuzalau, nilikuwa nikifanya mambo ya ajabu. Kwanza leo nimebadilika, natambua mwanangu, mimi nakupenda sana. Mwanangu nakupenda, usijali. Kilichofuata ni vibe kama lote. Yaani ni shangwe huko ndani. Kwa sasa ni furaha tu. Na mambo yalibadilika kabisa. Oya sio poa. Yaani hapa kuna baba, kuna mama. Huyu anaita baba, anaita na mama. Na huyu anaita baba na mama. Kwa wote ni wazazi wao. Furaha kama yote. Yaani cheleko. Mimi ni DJ Dragon, the voice of fire.